Yes, mambo vipi, na leo tunaendelea na series ya ni namna gani basi tunaweza kuactivate futures account ya Binance na kuweza kuilink na RoyalQ trading app. So nitakuonyesha simple step by step ambayo itakuwa ni rahisi sana na itachukua muda mrefu, na utakuwa umesha activate account yako ya futures na unaweza kufanya futures trading kupitia RoyalQ yako. Sawa? So cha kwanza unatakiwa uje hapa kwenye Binance yako na tuweze kuactivate account ya futures. So ukija hapa, ukiingia Binance, utaona hapa kwenye hii menu hapa kuna vitu vimeandikwa hapa. Utaona kuna kwenye hii menu hapa kuna home, kuna market, kuna trade, kuna futures, kuna asset. Sasa wewe unachotakiwa kufanya ni unabonyeza hii neno futures. Sawa? Hapa ndo tunaenda kuactivate hii account. Kwanza bonyeza neno futures, then baada ya kucreate ya bonyeza futures, itatakiwa ifunguke. My network is a bit slow. So ikishafunguka namna hii, moja kwa moja njoo hapa juu hapa kwenye hivi vidoti vitatu. Umeona kuna vidoti vitatu hapo, nitavigusa ili niweze kuseti. Yes, itafunguka window kama hii. Unachotakiwa kufanya hapa, itafunguka namna hii. Unachotakiwa kufanya hapa ni kwenda kwenye preferences. Hii hapa ya kwanza, hii pekee yake ndio kinahusika kwenye hii activate. Kwenda bonyeza preference, itafunguka namna hii. Sasa ikifunguka namna hii, kuna wengine ambao ni tayari wamekuwa wakitumia hii futures, kwa hiyo wanaweza wasikutane na prompt kama hii hapa. Umeona? Kwa hiyo sasa wewe kama ni mara yako ya kwanza, lazima watakuuliza, je, wewe una uzoefu na hili soko? Unachotakiwa kufanya, yani wewe usiseme ni beginner wala experience. Wewe unatakiwa useme kabisa ni advanced. Sawa? Kwa sababu ukisema huko kingine kuna futures utashindwa kuzitumia. Kwa hiyo unatakiwa useme advanced, alafu pia utatiki na hii utatiki. Sawa? So nasema ni advanced, recommended leverage. Wewe weka mpaka mwisho, unachagua mpaka mwisho. Sawa? Weka mpaka mwisho. Confirm ambao ni 20x. Alafu hapo unatiki na hapo utatiki, then unasema sasa nifungulie, unabonyeza open now. Open successful. Sawa? Nitarudi tena hapa. Sawa? Nitarudi tena hapa, naenda kwenye preferences. Sawa? Kirudi kwenye preferences, nataka sasa nichague option gani jinsi ya kutrade. Mimi sitaki kutrade one way, kwa hiyo option ambayo tunabadilisha hapa ni hii hapa, one way, na hapa kwenye select contract unit. Kwa hiyo tunabadilisha position mode na hii select contract unit. Kwa hiyo kwenye position mode sisi hapa utaklik kwenye mshale hapo, unasema unachagua hii hedge mode. Hii hapa ndio tunayoichagua, chagua hedge mode. Alafu hapa kwenye select contract unit tunachagua USDT, make sure iko kwenye USDT. Basi hivyo ndio vitu pekee ambavyo tunatakiwa kubadilisha hapa, position mode na select contract unit ambayo itatakiwa kwenye USDT, na hapa iwe kwenye hedge mode, kwamba unaweza ukatrade kwenye both side, ikiwa inapanda na ikiwa inashuka, una trade within the same trade. Sawa? Baada ya hapo utakuwa umemaliza, unarudi nyuma, hamna jambo jingine la kuseti hapa. Unarudi nyuma, kinachofuata ni wewe kuweza kwenda kubind API. Sawa? Utabind API yako. Pia kama ulikuwa umesha bind na API mwanzoni ya Binance, cha kufanya unatakiwa unbind. Sawa? Let me show you at the beginning. Let me show you. Ukiingia RoyalQ namna hii, unakuja hapa kwenye hili neno hapa lenye neno API binding. My pen nataka niwaonyeshe hapa. Hii hapa imeandikwa API binding. Unakuja unagusa hapo API binding, itafunguka namna hii. Unachotakiwa kufanya ni uje uguse Binance. Kama ulikuwa umesha connect mwanzoni, kwa mfano kama inavyoonekana hii ya Bybit hapa na OKX, na Binance pia itakuwa inaonekana hivyo hivyo. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni unagusa tu hapo, kwa mfano kwenye Bybit, then utaklik ile neno unbind hapa. Sawa? Hii ni kwa upande wa Binance, nataka kuonyesha demonstration. Kwa hiyo kwenye Binance yako ambayo utakuwa tayari umesha bind hapa, utatakiwa uibonyeze,
then ukishaibonyeza itafunguka kama hivi, then itakwambia sasa unbind. Kwa hiyo unatakiwa unbind ili uweze kubind upya na uweke option ya kuruhusu futures trading. So mimi kwa vile nilikuwa tayari nisha unbind, nitabonyeza kwenye Binance hapo, then itafunguka namna hii, itaniambia tengeneza secret nini, ni copy API key na secret key. Sawa, cha kufanya hapa cha kwanza na copy kwanza hii API IP group na copy, kisha nitarudi kwenye Binance, come to your Binance account, njoo hapa home, what is going on, njoo home, wait a minute, njoo home hapa. Kwenye home hapa sasa kuna hili neno API binding. Kama haionekani katika home screen yako, nenda hapa kwenye more, unagusa kwenye ile neno more, itafunguka namna hiyo. Unaitafuta, una scroll mpaka chini huko, utaiona API hii hapa, utaiona API hapo, then utaiclick. Ukiclick API then itafunguka. Sasa kumbuka wewe ulikuwa umebind mwanzoni, kwa hiyo unachotakiwa kufanya utaidelete ile API ambayo utaikuta hapa. Kwa hiyo una option mbili, unaweza ukaamua tu kudelete all API ambazo zina exist katika Binance unless umeconnect na platform nyingine, lakini kwa hapo unaweza kudelete zote, au kama ile ya RoyalQ itakuwepo, utaiona iko hapa chini hapa, then uta click delete, utaidelete alafu uta create upya. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya hapa sasa hivi ni kwenda kwenye neno create. Kwa hiyo unakuja hapa kwenye create, neno la njano hilo, nabonyeza create, nita choose system generated na bonyeza next. Nitaandika jina la API yangu ambayo itakuwa inaitwa RoyalQ. So hapa nitaandika neno RoyalQ, RoyalQ API, bonyeza next. Then itakuhitaji uweze kucopy IP ambayo unataka kubind nayo. Unataka create IP ambayo unataka kubind nayo. Forgive me, my network is a little bit slow. Hapa itanihitaji nifanye verification kwamba ni mimi nahitaji ku create hii API. Itabidi ufanye vile inavyotakiwa, usijaze hizo taarifa kwa kadri wanavyotaka. So ukisha create itakuhitaji verify email na phone number yako. So kuna code itakutumia kwenye email na kwenye phone number, you have to do the needful na utazifill. Baada ya kujaza security na mtaniambia your features iko hapa. Kwa hiyo ninachotakiwa kufanya, ignore the last one. Hapa nitatakiwa sasa nije nibonyeze edit ili niweze kucopy secret phrase na keys kule kwenye nini, kwenye RoyalQ. So hizi ta edit hapa. Kwenye kuedit, cha kwanza unachotakiwa ni uweze copy hii kodi ya secret key ya kwanza. Copy, then nenda kwenye RoyalQ yako uweze kuipaste. Sawa, unaipaste secret key hapa. Sawa, ukisha paste secret key, nenda copy pia na key ile ambayo umepewa, utaipaste hapa na secret utaipaste hapa. Kwa hiyo kwa kuwa mimi nisha copy, kwa hiyo hapa nitapaste. Then cha kufanya na copy hii IP, na copy hii IP. Sawa, nikisha copy nitakuja nitaiweka hapa kwenye Binance. Nitabonyeza hili neno hapa chini hapa. Then baada ya kubonyeza hapa nitapaste ile, bonyeza confirm, ataniletea neno hilo hapo. Sawa, so now I can go and edit nini robot hii API inaruhusu kufanya nini. Kwa nitatiki ya kwanza ya spot na futures trading. Sawa, so hizi nyingine zote hizi unatakiwa uachane nazo, hizi usiguse kokote. Unatakiwa tiki mbili ya spot na futures.
Baada ya hivyo unatakiwa tu useme confirm. Hakikisha hii key na hii secret phrase sana uanze na secret phrase, icopy uende kwenye row queue yako upaste, na hii API key icopy pia nenda kwenye row queue yako uweze kupaste. Sawa, unakuja hapa una paste hapa, na hii IP key hii hapo utaicopy na yenyewe. Unatakiwa tu ufanye unabonyeza tu kwa muda mrefu, ukihighlight then una copy. Sawa, na utakuja hapa kwenye row queue utapaste ile API hapa. Ukimaliza posti API key unarudi unachukua ile secret phrase na yenyewe unakuja una paste hapo. Sawa, baada ya hapo utasema send verification code. Kwa hiyo utabonyeza send, watakutumia verification code, utakuja utaijaza hapa. Kodi natakiwa niingize ya row queue walionitumia, then nitabonyeza hapa chini hapa walipoandika I have read, tatiki hapo, then nabonyeza bind. Step ni zile zile, then wataniambia bond successful, then I'm good to go guys. Okay, so hapo utaona Binance yangu imekuwa binded the same way ilivyokuwa kwa Bybit na OKX. Sawa, so now I'm free to use futures on row queue. That's all you have to do to activate and bind your account. Hii hapa naweza nikachagua tu sasa Binance, and yeah, this is Binance. Na unaweza ukaona kuna spot na kuna upande wa futures. Coin ambazo unaweza kuzitrade futures zitakuwa zinaonekana hapa, za spot unaweza kutrade ziko hapa. Kwa hiyo ili kuona coin ambazo na trade futures nitaklik hapa kwenye futures. Baada ya kufungua futures then utaona kuna ambazo ziko delisted, so don't trade them. Unabonyeza tu kwenye change hapo, unaweza ukaona coin ambazo unaweza ukazitrade. Hizo zote ni za futures, na kama kuna coin ambayo huioni na unadhani inakuwa imeshawekwa na row queue, basi unacho kufanya unakuja hapa kwenye manage, then hapa ukishabonyeza kwa kujumlisha itakuja hapa, itaniambia unataka coin gani. Ni za futures ama za spot. Unaona, ama za spot. So unaweza kaanza na moja au unaweza click kwenye drop down menu hapo ukaona ni zipi unataka kuweka. So nikibonyeza kwenye spot nakuja chini hapa kabisa, nasema weka zote all, then nabonyeza neno add liko hapa chini na add, nakuwa nimemaliza kwenye spot. Nikija kwenye futures pia hapa here pia nita select all chini huku chini kabisa hapa kushoto, select all. Kama kuna coin ambayo ulikuwa hujaiweka, ukibonyeza hapa utaona kimeweka blue tick, lakini kama coin zote tayari ulikuwa umeshaziweka, basi hutaona changes yoyote. Hata ukibonyeza all hutaona chochote, ina maana kwamba hamna kipi ambacho unaweza kukiweka. Sawa, so mpaka hapo tunakuwa tumemaliza. Na option nyingine ni kwa kutumia hapa nyumbani, unaweza kutumia kwenye option, unaweza ukaadi pia, kwa sababu ukiwa hapo pia unaweza kubonyeza tu hapa kwenye neno spot. Ubonyeza hapo, itakwambia unataka kuweka za spot au za futures. Ubonyeza futures, then you can select all. Umeona, na uka-remove zile ambazo uzihitaji. Sawa, hii ni option ya ku-remove zile ambazo unataki kuzitrade au ambazo unahisi kwamba zitakuwa delisted, zile ambazo umeona zina logo ya kuwa delisted. Kwa mfano hapa naweza nikasema huyu kwa sababu ziko katika list ya kuwa delisted hapa, and monitoring, delisted and monitoring. Hizi ni coin ambazo hutaki kuzitrade, kwa hiyo mimi nitaziondoa. So baada ya kuzichagua hizo, cha kufanya ninakuja hapa chini kwenye neno remove, then nita remove na confirm. Sawa, kwa hiyo hata nikija kwenye futures huku hautaweza kuziona tena ambazo nimezitoa. Sawa, that's all guys, and
Mpaka hapo utakuwa tayari ku trade your futures trades. You can take your futures trade from now. So on the next video nitaeleza jinsi gani ya kuchukua coin na kuweza kuiset, how to place a coin on the market. Sawa hapa tumekuonyesha jinsi ya kuactivate na kubind API. Thank you guys and see you to the next video.